ZECO ipo kung'arisha maisha yako. Katika mijadala mingi ya wananchi wa Zanzibar ni kuwa miaka 62 tangu kutokea kwa mapinduzi ya Zanzibar, visiwa vya Zanzibar vimekosa vyanzo vya uzalishaji umeme na badala yake hutegemea kutoka Tanzania bara. Ifahamike kuwa ndani ya Zanzibar ni visiwa vya Kokoto na Njau pekee ndivyo ambavyo havitegemei umeme kutoka katika gridi ya taifa, bali hutegemea vyanzo vya uzalishaji umeme wa ndani kwa kutumia nishati ya jua. Licha ya uwepo wa vyanzo vya kutosha vya kuzalisha umeme huko Tanzania bara, kwa nini kuna umuhimu hata kwa Zanzibar yenyewe kuwa na vyanzo vya kuzalisha umeme? Zanzibar tuelewe kwanza ni kisiwa, na kwa maana kisiwa tuna baadhi ya limitation katika uzalishaji wa umeme. Sisi hatuwezi kuzalisha umeme kwa kutumia hydro power systems, lakini tutaweza kuzalisha umeme kwa kutumia umeme mbadala, mfano jua na ambalo lipo la kutosha, upepo upo wa kutosha, lakini vile vile kuna teknolojia mpya ambayo inatumia magnet. Sasa hizi magnet unaweza kuzianzisha mara ya kwanza kwa kutumia umeme uliopo na baadaye inaweza kurani bila kuingiliwa kwa zaidi ya miaka 25. Zanzibar haina usalama katika upatikanaji wa nishati ya umeme, kwa kitaalamu tunaita power security, kwa kutegemea kebo hizo mbili, lakini vile vile haina vizuizi vya kitaalamu ambavyo vinaweza vikawekwa kuhakikisha kwamba Zanzibar inakuwa salama endapo kutatokea majanga ya asili, yani natural disaster. Sisi tunategemea kebo mbili za baharini, lakini Mungu aepushie mbali likitokea kitu kama inaitwa tsunami ikaondoa hizo kebo zote za baharini, Zanzibar hatuna kitu. Sasa hili serikali imeliona na imechukua hatua madhubuti kabisa. Serikali sasa hivi imefocus katika uzalishaji wa umeme, yani tuwe na uzalishaji wa umeme wa ndani. Mfano kama sasa hivi pia tunakwenda kuona hali nyingine vile vile kule ndio kujengwa uwanja wa Afcom, ambao uwanja wa Afcom pekee yake unahitaji megawati 8 peke yake, na kuna jengo shopping mall kubwa sana kule inahitaji karibu megawati 2, na vile vile kuna mtaa wa viwanda, kuna ujenzi wa mji wa serikali ambao pia unahudumiwa na laini hiyo maeneo ya Kisakasaka, na pia na ujenzi wa nyumba yani Kisakasaka housing scheme. Kwa hiyo utaona ukuaji wa uwekezaji wetu tulionayo na miundombinu ya umeme tulionayo, na kutokana na kasi ya uwekezaji bado tunahitaji kufanya jitihada kubwa zaidi. Mfano kule Nungwi kuna uwekezaji wa real estate ya Antara ambayo inahitaji megawati 2.5. Kuna ujenzi kule Matemwe wa Catalonia inahitaji megawati 2.5. Kuna hii line iliyokwenda Matemwe pia inahudumu Mangapwani, ambapo kuna ujenzi wa bandari shirikishi umeshaanza. At one time wao watahitaji megawati 10. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba lazima kuwe na mipango madhubuti kwa sasa kuhakikisha kwamba tunakuwa na umeme wa kutosha wa kuweza kukidhi uwekezaji unaofanyika. Licha ya wananchi wa Unguja kukabiliana na changamoto ya upatikanaji umeme kwa sababu ya miundombinu ya nishati hiyo, ndani ya Zanzibar hiyo ambayo ZECO inatoa huduma zake, wapo wananchi ambao changamoto za umeme hawazishuhudii katika maeneo yao. Katika maeneo ambayo umeme haukatiki kwa siku 365 hata dakika moja ni kwa hapa eneo la Zanzibar ni kisiwa cha Njau na Kokota, huko umeme haukatiki. Lakini serikali kwa kisiwa imetumia karibu dola milioni 4,580,000 kupeleka umeme kule. Wana umeme wa jua, umeme jadidifu ambao unazalishwa kule na unatumiwa kule. Sasa wananchi wa kule, pamoja na kwamba serikali imetumia fedha hizo katika kuwekeza umeme ili wananchi wako wapate umeme, lakini return yani mapato kwa mwezi katika visiwa hiyo havizidi zaidi ya shilingi 300,000. ZECO ipo kung'arisha maisha yako.